uongo. Ama ulikuwa mtumishi ambao ulikuwa mtumishi mwenye Mungu alikuwa anatiaka mkono, ama ulikuwa unafanya kazi kwa Mungu jinsi Mungu anavyotaka. Mungu atusaidie sana. Ile siku hakutakuwa siku ya haya. Wewe peke utakuwa sote ukibaki yake ile wakati ndipo utajua kwamba kwa nini nilikuwa juu ya nini niliingia mkanisa ni yeye wangu zaliwaka. Amen, amen. Dunia hii iko na chanua, dunia hii iko naenda kwa kasi. Maafa mabaya iko na zidi siku zote. Lakini wewe nakutahadharisha kama vile Mkristo, wewe ambaye ulimpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, jitahidi kufua mavazi yako kwenye damu ya Yesu Kristo. Amen, amen. Maana parapanda itakapolia haitapiga hodi kisi mwizi anafanyaga mlango. Lakini ndani yako unaambia Bwana, Bwana Yesu, unisaidie. Kwa muda mchache uko nayo, waambie Mungu akusaidie uchoke kumtumikia vema hapa chini ya jua. Amen. Mathayo 6:27. Mathayo 6:27. Ni question ambayo Mungu ametaka tukuulize matuulizane. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Amen, amen. Narudilia swali. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Bwana Yesu atusaidie sana. Niko nakukumbusha kwamba kuingia ufalme wa mbinguni kuna gharama yake, lakini kuna swali. Ni katikati yetu ashaka jiongezea kimo. Ni swali peke yako utaijibia roho yako. Ikiwa wewe hauna uwezo wa kujiongezea hata meta fulani ama santimetri kwenye mwili yako, na ikiwa wewe hauwezi weza, kwa nini unakuwa unapenda kukorishia Mungu? Amen, amen. Kwa nini unapendaka uongezee Mungu katika uombaji? Saa alikumbaka alijua kwamba kisi huko kwake yeye ni amina. Lakini swali, juu ya nini wewe unataka kujiongezea venye Mungu akukutilia hapo? Ukijua kwamba wewe unaposuka tu, wewe unapojitia sijui kama unatia nchoko tu, wewe mwenye unakuwa unajishanje mwili unakuwa kameleon ufanya tu, lakini ipo siku utaulizwaka ile rangi ni Mungu alikupatia hapa. Utashinda kumwambia watu kwa iliendaka. Mungu atuhurumie sana. Amen. Yale ambayo kunafanya kila leo uwe naelewa kwamba huko fasi kwa utendatoa raporo yako kikwaka mbaya na watu huyo kama unapotea milele. Utatoa ripoti ya kila kitu ambacho unachokifanya hapa chini ya jua. Mungu atusaidie sana. Fanya tu, wewe fanya, wazee wanashauri, wanahubiri, wao wanatoa message, lakini mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu. Mchafu na azidi kuwa nini? Mchafu. Na mtakatifu azidi kufanya nini? Mjitakasa kila siku. Mtevare yako wewe na mimi kama vile Mkristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijua kwamba kwa siku hautakuwaga pale kunyoneikana, ukijua kwamba kwa siku utachaka venye uko navyo, jitenge na mabaya. Amen. Jitenge na mabaya, jitenge na dhambi, jitenge na maovu, jitenge na makosa yoyote ambayo unaweza kukifanya, kwa sababu tuko na lala, lakini kuna wengine wako na lala na wao watalamuka. Wengine wako nalamukia morgue, bwana tukuta wanafikia morgue, wengine wanataka kusoze intensif. Na wakati wewe unacheza na dhambi, haujui kutokana na Mungu wapi. Atakukorije tu kule mbele. Mungu anakukumbusha mpendwa, wewe ambaye uliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jitenge na maovu. Ingaliki wakati. Amen, amen. Jitenge na kufurugana na Mungu mdembe sisi. Mungu wa watu ametoa ujumbe le 4 janvier.
Na ulipokuwa ndani mkanisa ukasema amen. Amen, amen. Amen. Mungu alipotuambia hivi atafanya na sie mwaka 2026, tusema amen. Eske wewe uko miongoni wale ambao watabarikiwa? Ni swali. Eske uko miongoni wale ambao watavuna, watakula mema ya nchi kabisa? Eske uko miongoni wale ambao sasa Mungu akako nasema hapa ile dimanche tulifurahi kusikia haleluya amen, Mungu azi anatukumbuka. Mais question, eske uko miongoni wale ambao watamaliza mwaka? Na kama uko miongoni wale ambao watamaliza mwaka, unajipanga namna gani kwa ajili ya kujitenga na mabaya? Amen, amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wana asubuhi ya leo tutaongezea mambo tatu ambayo wewe na mie tunapaswa fanya ili Mungu aendelee na kujitukuza katika maisha yetu, ili tuwe naishi ile ambayo maneno Mungu anawahi kuisema. Labda uko na mapromesi, uko na mambo ambayo Mungu aishawahi kusema atakufanyia, lakini anaangalia hali yako, tabia zako, mwenendo wako, jinsi unavyotembea naye. Anajikuta kwamba huyu nishamwaidia hivi, lakini kuna nafasi kwenye angaliki nakosea. Ndipo Mungu anakuwa anangojea kwanza siku utaelewaka vyo kwamba siku naye atakuwa akijizirisha katika maisha yako. Bwana atusaidie sana. Jikaze ushindane na dhambi. Jikaze waambie Roho Mtakatifu nisaidie, maana hakuna manawezaka kitu isipokuwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Ninatakiwa sote tunatakiwa kuambia Bwana unijaze nguvu zako. Pasipo nguvu za Roho Mtakatifu utaweza acha hata huduma, utaweza hata choka safarini. Pourtant Yesu anasema hivi, anayetaka kumfuata Yesu achukue mzigo wake mwenyewe na mfuate. Amen, amen. Amen. Wewe uko na msalaba, mwenzako asitaki unatua msalaba. Yeye iko na msalaba, kila mtu iko na msalaba ambayo inambidi ifikishe wapi? Mpaka mwisho. Aseme kufikia sifa njema sheti kupitia nini? Mtihani. Mungu atusaidie sana. Amen, amen. Amen. Niko nakukumbusha hivi Mathayo 6 toujours 33 yake tuisome, tuendelee na mambo tatu ambayo Mungu ametaka tuongee na wewe katika asubuhi ya leo. Mathayo ile 6 yake 33. Ile 27 yake ilikuwa question. Sikia sasa jibu basi. Amen, amen. Amen. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Ni neno la Bwana. Amen. Amen, amen. Siku zote hapa ukifanya contraire na maneno ambayo Mungu ametuambia hapa saizi asubuhi, kwamba jambo ya kwanza, mambo matatu ambayo utafanya sana hapa duniani, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote ni kado. Amen. Amen. Amen, amen. Gari, nyumba, sijui kama kuoa, kuolewa, vyote vinaweza taka saizi, kama utafute ufalme wa Mungu na haki yake, vile vingine hutavipata. Ni prinsipe ya Mungu. Ni prinsipe ambayo Biblia inasema mbele ya yote tafuta kwanza ufalme wa Mungu na nini? Na haki yake. Hapo utajitenga na dhambi. Ukitaka utafute Mungu, basi kase watamtafutao kwa bidii utafanya nini? Watamuona. Je, unapenda uone Mungu wa ahadi na Mungu wa 2026? Mtafute kwa bidii. Amen, amen. Acha uzembe. Acha kuzembea, acha kuhuko nataka, kuhuko napangilia kufanya. Le 15 leo na aujue ile 16 Mungu anakupangia nini. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu maisha yako ni fumbo. Kwa hiyo anje nasema hakuna mwenye anajua yale ambayo yatakayotokea mzaki kesho. Amen, amen. Ikiwa haujui vitakutokea hapa 12h, tafuta Mungu maadamu mali inapatikana. Haujui nani mwenye anakupangia njama wewe usiishi. Tunatengeneza na maadui zetu ni bila kujua. Ndio. Adui ana rangi. Na Biblia inasema kwamba
Mtu wote ambaye anaweza kufanya mbaya ndio mtu wa nyumba yako. Ni mtu ambaye unakulaka naye, ule ambaye unaongeaka naye, unazania kama mko mjia moja, kumbe yeko mjia yenyewe au kwamo. Ndio maana siku ya leo nakukumbusha, tafuta Mungu, atakwambia hivi kuna kupangia kesho. Amen, amen. Tafuta ufalme ya mbingu na haki yake. Jambo ya kwanza, ukitafuta na haki yake yote, mengine itazidishia. Amen. Kwa kutafuta Mungu na haki yote, jitenge na dhambi. Sababu unapofika kumwabudu Mungu hapa, kumwomba Mungu, haizuru dimanche, haizuru kugani wa mardi na vendredi, unapotukuya kuzungumza na Mungu, jisafishe kwanza. Jioji kwanza, ujioshi, ukumbuke pale kwenye ulifanya kitu ambacho Mungu alikwazika. Usingoe unabii ndio unajua kutengeneza. Lakini mwenye anayekuwa atakayekuwa na kukumbusha ndio ulifanya ni Roho Mtakatifu. Na wakati mtu hana roho, hana chembe chembe ya roho ndani mwake, wewe ni mfu uliye hai. Mungu akusaidie sana. Amen. Amen, amen. Amen. Ikiwa unapokuwa ukisikia umepungukiwa, madhabahu iko hapa, wazazi wako hapo, naambie baba, niombe rehema mimi niliasi. Maana kufanya dhambi ni kuasi. Amen, amen. Amen, amen. Jambo la kwanza la kusi, tafuta Mungu maadamu maliki naonekana. Na utapomtafuta kwa haki na kweli, mengine Mungu atakuzidishia. Amen, amen. Amen, amen. Tafuta Mungu na kwa haki na kwa bidii pia, tafuta Mungu na Mungu yeye pekee atakuonekania na atakusaidia. Uheshimie maagizo ya Mungu. Nini Mungu atakukataza usifanye? Nini Mungu ambaye anataka wewe ufanye? Na ile ambayo alikuagiza ufanye, timiza hayo, na hapo utaona mkono wa Bwana katika njia ile. Amen, amen. Usipofanya, usipoheshimia amri za Mungu, hautabarikiwa. Sababu Mungu atembee na wale ambao hawamtii. Ukisema kama unampenda Mungu, utafanya nini? Utaheshimia maagizo ya Mungu ambayo ametuagiza siku zote katika maisha yetu. Amen, amen. Amen. Jambo ya pili ambalo utafanya, ujitahidi sana kualika nguvu za Roho Mtakatifu ikuendeleshe katika hali ya huduma ambayo uko nafanya. Maana Roho Mtakatifu ni yeye anatufanya, anatukonekta na Mungu wakati tuko tunapomwambia mahitaji yetu. Ni yeye ambaye anatosha kuchafu ya hitaji, anatia hitaji ambayo inaotakata. Sasa nenda mali vitasa vya dhahabu mbele za Mungu, na Mungu anasema inanipasa nisaidie, nitendee mwanangu fulani katika 2026. Roho Mtakatifu akikupungukia, hapo utakuwa tere ya mapepo. Amen, amen. Roho Mtakatifu akikauka mweye, ndipo unapokuwa na sababu katika kumfanyia Mungu kazi. Roho Mtakatifu akikuwa haiko ndani mwako, utakuwa unafanya kazi ya Mungu kwa kusukumwa. Lakini nakusia siku ya leo, ndio maana pale kitabu ya Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wake ya 15, Yohana 14:15 na tashukia mpaka 16. Tuisome katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Inasema hivi: mkinipenda mutazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Amen, amen. Unasikia kazi ya Baba ama yake Mwana ambaye anasema kwamba yeye iko na paa. Ni kama kwenda mbinguni, kuishi kuingia katika ufalme wa mbinguni kuna gharama yake. Lakini gharama ambayo hapa Mungu ametuambia kwamba kwa maneno yake, yeye iko na devoir ya kututumia ule msaidizi. Amen, amen.
inajulikana ya kwamba pasipo msaidizi huyo Roho Mtakatifu hauwezi ukaweza mambo ambayo tuko napitia katika maisha ya Kikristo. Mungu atusaidie sana. Amen, amen. Wamitume Mungu asingewajalia neema kukuwa na ile Roho Mtakatifu, hawangefanya huduma. Amen, amen. Kila mmoja alikuwa na boga, lakini Roho Mtakatifu anatia kitu ndani ya mtu inamfanya kwamba ukuwe na ile automatisme ya kumfanyia Mungu kazi. Roho Mtakatifu umutake katika maisha yako na Mungu atakuwa anakusaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo ya kwanza, taka sana kushika maagizo ama amri za Mungu, yale ambayo anakuagiza kila itao leo, sababu wewe hauwezi kujiongezea kitu katika maisha yako. Na jambo ya pili, taka sana Roho Mtakatifu akujae. Amen, amen. Na jambo ya mwisho ni formule ambayo maandiko yanatupatia kwa wale ambao tayari wanaheshimu amri, wanaokuwa na Roho Mtakatifu. Kama unaye vitu viwili tayari katika moyo wako, uko naye kama vile Mkristo, ndipo Mungu anakuambia hivi kwenye ile Yohana yake sasa ya 14 mstari wake wa 13. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati unapokuwa unashika amri za Mungu, sheria zote, usizini, usiue, usiibe, vile vyote usifanye, usishuhudie uongo, vile vyote ukivishika na unapoheshimia maagizo ya Mungu, Mungu naye ataheshimia kukubariki. Amen. Uelewe ile unapoheshimia maagizo ya Mungu anakwambia na kuagiza leo, shika amri zake, na Mungu naye hatachelewa kukubariki. Amen, amen. Na Roho Mtakatifu anayetufanya kwamba tukue kila leo en contact na Mungu, anayekuwa akitakatisha connection yetu tunapoambia Mungu hoja zetu, atakuwa akisikia, Mungu atakuwa akisikia nini mwanake anataka akipate. Bwana Yesu atusaidie sana. Inasema hivi Yohana 14 mstari wake wa 13. Ukishakuwa ile vitu viwili hapo sasa, unaweza kaambia Mungu neno kwa ajili ya haja ya moyo. Aseme hivi, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Amen, amen. Uko na hitaji, niko na hitaji. Inakupasa utembee kwanza ukiheshimu maneno maagizo ya Mungu. Ya pili, Roho Mtakatifu akujae, na saa Roho anapokujaa, sio utapiga magoti kwenye chumba chako cha ndani, utakamwambia Mungu haja zako, na Mungu atakuwa suple kusikia nini mwanake anataka akipate. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Bila kwenda mbali sana, ndani ya asubuhi, je, unataka Mungu akutendee mema 2026? Waonekana kimya.